udugu wangu. Bora nilipokuona. Maana hapa nilikuwa natamani nikipeleka tu hiki kimzigo changu nyumbani, nikufuate huko huko nyumbani kwako. Wewe tena ukome pole mpaka uzoee. Unanielewa dada eh? Ndio udugu wangu afadhali nilipokuona. Wewe ungekuwa unajua kilichonitokea mimi ungenisimamisha hapa. Udugu, yamekuwa hayo tena. Hivi unavyoniona hapa, nimetoka kwa bwana wako. Sijui ni bwana wako yeye, sijui mume wako, utajua mwenyewe. Kilichonikuta bwanako kanichamba, kanishishua, kaninyosha huyo. Utazani ananijua kindani ndani. Sasa sikiliza nikwambie. Hilo ni bwana wako hilo. Ule mmeo. Mwambie akome kama alivyokoma kunyenya ziwa la mama yake. Asinizoee. Shoga yangu, wewe ni mwanamke mwenzangu. Hayo mambo si yanazungumzika tu. Mbu bwana uko yanazungumzika kitu gani? Kwa anazungumzika bwana wako ananijua juu mimi kama kifuu cha moto. Wewe nishakwambia. Tena sitaki mazoea na wewe. Tena na bahati huyo akidogo tuangie kwenye 18 zangu ningempiga mitama ya chini kama kule ninakovupiga kama mijudo kwenye shughuli zangu na zangu unanijua. Sasa mwambie na ukamueleze. Sema leo niliamka vizuri. Angekipata cha moto huyo. Yaani hivi ninavyokuambia. Kwani unanichukuliaje? Kwa nini? Umekuta message call zangu ngapi kwenye simu yako? Tatizo madam. Nani madam? Mke wangu. Simu niliweka pembeni kipindi nafanya kazi. Kwa hiyo sikuweza kuisikia. Kazi yako na mimi kipi cha muhimu? Madam, wewe ni wa muhimu kwangu kuliko kazi yoyote ile. Ushaanza kuota mapembe sio? Au umeanza kunichanganya na hivyo vijana mke vyako vya Uswahilini? Hapana. Basi msamehe tu mke wangu. Nilishakwambia. Nimenunua simu, nahitaji muda wowote ninapokuhitaji nikupate. Isipite hata sekunde. Nikutafute nikakukosa. Wewe unajua umeshanisababishia matatizo makubwa katika moyo wangu. Sasa mwambie. Kwenye maisha yangu nikimwamini mtu huwa napenda naye ajiaminishe. Sio, unanielewa? Na mtu akinikwaza, maamuzi ninayoyachukua mimi huwa ni magumu sana. Kwa hiyo kanifikisha mimi nikakufanyia wewe maamuzi magumu ambayo sijawahi kufikiria. Tutoke huko. Maana sijakuitia hilo. Ila kwa sababu kunikera, niona niongee kile ambacho kimeniumiza. Nimekuita nimekumisi. Natamani joto lako. Sio basi. Kaka, mbona kazini haonekani? Leo ni siku ya 3. Shida ni nini kaka? Ndugu yangu, najua sisi binadamu tunapitia changamoto nyingi sana. Kwa hiyo kwa siku kadhaa hizi kuna changamoto kidogo za kifamilia ambazo zimenikuta. Na ndio maana nimeshindwa kutokea kwa wakati huko kazini. Sawa, lakini leo bosi kakuulizia. Inaonekana hujatoa taarifa kazini. Kwa hiyo unataka kuniambia bosi leo kaniulizia mimi? Haswa ndio maana nikaona leo nipitie hapa, nijue changamoto yako ni nini. Sawa. Ila nadhani ndani ya wiki hii tutakuwa wote mama. Sawa, lakini tambua. Kazi mbaya ukiwa nayo. Ila ukikosa utajua umuhimu wa kazi ni nini. Ila kosa nilolifanya kwamba sikutoa taarifa kwa wakati. Basi sawa. Acha mimi nikuache niwahi nyumbani.
Basi poa, haina shida. Karibu tena ndugu. Asante sana. Una shida gani? Mbona umekaa kinyonge sana? Dada, njaa inaniuma. Njaa? Ina maana humu ndani hakujapika? Yaani Danema toka aondoke kwenda kwa bwana wake, leo ni wiki ya pili hajarudi hapa nyumbani. Nikimpigia simu hapokei, yaani kama ajuani na mimi vile. Sasa mdogo wangu, kama nilivyo singeenda dukani tu ukakopa afu mimi ningenipigia simu mimi nikakurushia hela ukalipa. Uko dukani nimekopa mpaka leo mara mwisho nimefukuzwa. Ni changamoto. Sasa kwa nini hujaje hata nyumbani kuniambia? Unakaa hapo unateseka peke yako. Kwa nini? Juzi tu umetoka kusuluhisha ndoa yako. Leo tena nikuletee mizigo mingine nyumbani kwako. Tatizo nyumbani. Lakini kumbuka wewe ni familia yangu. Basi sawa. Chukua hii hela nenda kanunue kwanza chakula. Sawa? Asante dada. Wewe usikii simu inaita? Ni nani anakupigia simu saa hizi? Usiku wa manane huu anakupigia simu? Ni kaka yangu. Kaka yako? Pokea simu na uweke loudspeaker. Unasema kaka yako? Pokea simu. Halo kaka. Unanipigiaje usiku wa manane simu jamani namna hii? Sasa ndo tabia gani wakati sisi hatujafunzwa hivyo? Mbona umekata? Hiyo ni sauti ya kaka yako hiyo? Kwa hiyo wewe unafanya mimi kaka zako wote siwafahamu, si ndio? Unanichukuliaje? Kakako gani asiyejua wewe umeolewa akupigie simu saa 8 usiku? Okay. Tutaonana asubuhi. Mzugu, una lengo gani na ndoa yangu? Kwa hiyo hicho unachonitia? Ndio. Hivi kweli Mzugu, unanipigia simu usiku wa manane wakati unajua mimi na mme. Lengo lako ni nini? Unajisaurisha, si ndio? Unakumbuka makubaliano yetu kati ya mimi na wewe? Labda tu nikwambie kitu kimoja. Mimi kipindi ambapo nakuhitaji wewe ndipo nitapokupigia. Haijalishi saa 7 ya usiku, saa 8 usiku, kwa muda wowote usinipangie. Hata kama tumekubaliana, lakini tambua na mimi niko kwenye hali gani, yani usinipigie simu usiku wa manane. Wewe, hebu kumbuka makubaliano yetu kati ya mimi na wewe. Tulikubaliana nini? Nisikilize.
Kama unataka mumeo ajue, basi nitamjulisha. Usisaulishe. Kumbuka na picha zako za utupu. Sasa ukileta fyoko namtumia mumeo.